Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, natamani pia kusikia kutoka kwako. Ukiangalia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, ukiangalia katika maeneo mbalimbali tunayoishi katika jamii, ni kwamba kuna hofu kwamba tarehe 9 kuna maandamano ambayo yatafanyika. Na kimsingi ni kwamba baadhi ya watu wameshaanza kuahirisha baadhi ya shughuli mbalimbali ambazo wanakuja kuzifanya kwa sababu ya kile ambacho anakihofia kitatokea tarehe 9 Disemba. Hali ya usalama ikoje ya mkoa wa Mwanza wakati tukielekea katika tarehe hiyo? Kwanza leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe 5. Leo ni tarehe 5. Ndio. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ratiba ilishatolewa. Ndio. Walisema tutaanza tarehe 1 kuchoma nyumba za wenye viti wa mitaa, tutaanza tarehe 2 kuchoma nyumba za makada wa CCM, tarehe 3 kuchoma nyumba za madiwani, tarehe 4. Ni nani hao wanaosema watachoma? Hao ambao wanawahofisha watu wengine. Sasa ninachokusudia hapa kueleza ni kwamba kwanza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekwisha kutoa mwelekeo wa nini kinachotakiwa kufanyika na nchi yetu iende katika jambo hili, ielekee wapi. Kwa hiyo, lakini pili, katika mkoa wetu wa Mwanza nataka kuwaondoa hofu wananchi, kutokuwa na hofu. Hata mimi nimepita maeneo mbalimbali, wako baadhi ya wananchi wana hofu, na wako ambao nimeona wamekwenda masokoni wananunua stock ya muda mrefu kwamba labda kutakuwa na lockdown. Na nitaka nikuulize hilo pia. Kwa sababu pia leo kuna watu ambao walikuwa wananiambia, baadhi ya watu, kwamba Bernard akija mkuu wa mkoa pengine muulize hilo. Je, tununue vitu sasa hivi au utapewa nafasi ya kwenda kununua vitu kuweza kuweka ndani na tusitoke katika kipindi fulani? Karibu. Kwa hiyo kama ninavyosema, serikali ina wajibu wa kuimarisha usalama wa watu. Ndio. Lakini nikiwa kiongozi wa serikali katika mkoa huu, ninao wajibu pia wa kueleza wananchi hali halisia. Ndio. Na sisi kama kamati ya usalama ya mkoa wetu tunaamini bado tuko salama na wananchi wasiwe na hofu. Ndio. Na jambo tunalolisema, kwanza serikali inajitahidi kuhakikisha kwamba hakuna maandamano. Lakini hata ikitokea kuna maandamano, serikali imejipanga kuhakikisha kwamba inadhibiti maandamano hayo, kwa sababu si maandamano halali. Serikali imeshatangaza wazi. Kwa hiyo wananchi wawe na hiyo picha kichwani. Lakini tatu, hatuwezi kwenda na mbinu zile zile kwa jambo lile lile. Wako watu wanaotutaka tughairishe shughuli zetu za maisha. Sasa kwa mfano, tumeambiwa tarehe 9 tutaandamana, au tarehe 8 au tarehe 7, na sasa hivi nasikia tena tunaambiwa Krismasi tutaandamana. Sasa serikali hatuwezi kukaa tukawa tunasikiliza ratiba yani watu wengine wanatupangia ratiba kwamba sasa leo amkeni, kesho fungeni shule, kesho kutwa fungeni vyuo, sasa hivi fungeni sheli. Haiwezekani. Kwa hiyo sisi tunasema maisha yataendelea. Hata kama kuna ambaye anataka kwenda kuandamana, yeye akaandamane, atakutana na serikali huko huko. Lakini mwananchi anayetaka kwenda sokoni kwa usalama wake, kwa usalama atakwenda sokoni, na usalama wa hayo masoko utakuwa kwa 100%. Kwa hiyo hakutakuwa na shida ya chakula, hakutakuwa na shida ya mafuta, na wala sisi hatukusudii kufanya lockdown, kwa sababu wao wanadhani kwa sababu wakati ule tulifanya vile na wakati huu tutafanya hivyo hivyo. Sio lazima iwe hivyo.